Sometime katika maisha yetu ya binadamu kuna vitu mbalimbali ambavyo tunaviona vya kawaida, lakini vinatuletea tafrani sana katika maisha yetu, na usipokaa vizuri na vitu hivyo unaweza ukajikuta unapelekea mambo kuwa ya ajabu sana katika maisha yako. Lakini ni vitu ambavyo binadamu wengi huishi navyo na wao hushindwa kutambua kama ni moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kuwa vinaleta vikwazo katika maeneo au mazingira anayokuwa anaishi binadamu. Sasa kama unaona chaneli yetu kwa mara ya kwanza, hebu bonyeza sehemu iliyoandikwa subscribe na sehemu ya kikengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu muhimu ambazo tunatuma katika chaneli yetu. Na chaneli yetu ni moja kati ya chaneli ambazo zitakupa burudani, mafundisho na vitu mbalimbali ambavyo hupatikana na mtangazaji wetu ambaye amebobea kwenye vitu vya aina hiyo. Sasa leo kuna moja kati ya vitu ambavyo nataka kushare na wewe ambavyo ni vitu tunaishi navyo na havitakiwi kabisa kuwa katika mazingira yetu ya kila siku, kwa sababu huleta shida na bila kujua kama hivyo vitu huleta shida katika maisha yetu na katika maendeleo katika maisha yetu, na hata sometime kuhatarisha kabisa afya yetu na uhai wetu kwa ujumla. Kuna vitu kama popo. Popo ni moja kati ya vitu ambavyo havitakiwi kabisa kuwa chezeo la mazingira ambayo wewe unaishi au mazingira ambayo wewe unapatikana au mazingira ambayo unafanyia kazi, kwa sababu popo ni moja kati ya vitu ambavyo kwanza vinakuwa na uharibifu wa hali ya juu katika maisha yako ya kawaida. Popo mkojo wake ni vitu ambavyo vinaharibu sana mazingira, na pia mavi yake ni moja kati ya vitu ambavyo vinaharibu sana mazingira, na hasa mazingira yetu ya nyumba na mazingira tunayofanyia kazi. Aidha, popo anaweza akafanya mkojo wake ukakuharibia dokumenti ambazo wewe unazitegemea katika ofisi yako. Lakini pia popo anahusishwa kishirikina moja kwa moja. Kwanza, kitu cha msingi lazima ujue kwamba popo ni chakula cha bundi, na bundi anatumika sana kwenye mambo ya kishirikina. Kwa hiyo unapokuwa katika mazingira yako kuna popo, basi pia bundi atakuwepo, na kama bundi atakuwepo, moja kwa moja utahusika kwenye mambo ya giza ambayo baadaye anaweza kukuletea shida. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vitakiwa kuwa navyo karibu au mazingira unayoishi. Kitu kingine cha pili ni panya. Panya anapokuwa katika mazingira ya nyumba unayoishi au mazingira ya kazi, ni moja kati ya vitu ambavyo pia vinaweza kukurudisha nyuma kutokana na kuharibu mazingira yako, aidha kuharibu hata kazi yako. Lakini pia ni mharibifu wa vitu vingi ndani ya nyumba. Lakini uwepo wa panya pia unaweza kukutazalishia maisha yako, kutokana na kwamba panya pia ni chakula cha wadudu wengine kama nyoka. Basi pia uwepo wa panya katika nyumba yako unaweza kusababisha upatikanaji pia wa vitu kama nyoka katika nyumba yako, ambayo mwisho wa siku nyoka atamfuata panya ili aweze kumla, lakini bahati mbaya wewe ukawa chanzo cha wewe kupata matatizo kupitia panya wako. Ndio maana wanasemaga katika mtego wa panya huwaingiza waliokuwemo na ambao hawakuwepo. Hichi kisa kipo kama namna hii. Panya alitegwa na mwenye nyumba. Mwenye nyumba badala ya panya kushika, alishika nyoka. Mwenye nyumba alivyoenda akaona mtego wake umenasa, akaenda kumtoa, kumbe alikuwa nyoka. Nyoka akamng'ata mwenye nyumba. Mwenye nyumba akapoteza maisha. Alivyopoteza maisha, ng'ombe ambaye
amefugwa na mwenye nyumba akachinjwa kwenye msiba wa mwenye nyumba. Hiyo ndo tafsiri ya panya. Kwa hiyo panya ni wadudu ambao hatutakiwi kuwa nao kabisa ndani ya nyumba. Lakini kitu kingine ni kitu kama kioo kilichopasuka. Kioo kilichopasuka ndani ya nyumba hakitakiwi kabisa, kioo kilichochanika, kutokana na kwamba kioo kilichochanika kinaweza kukuletea taswira ambayo wewe mwenyewe ukawa huipendi ndani ya nyumba. Hata muonekano wako katika hicho kioo utabadilika na kukutengenezea hasira za mara kwa mara, ambao mwisho wa siku itakupelekea afya yako ya akili kuharibika kabisa. Lakini kitu cha mwisho ni kuwa na mwanamke asiyekusikiliza ndani ya nyumba. Mwanamke asiyekusikiliza ndani ya nyumba ni moja kati ya vitu ambavyo havitakiwi kabisa, kutokana na kwamba mwanamke anapokuwa hakusikilizi ndani ya nyumba anaweza akasababisha ukawa na hasira, ambao mwisho wa siku kama hakusikilizi, ina maana kujadili mambo ya msingi ya kifamilia na ya maendeleo itakuwa vigumu sana kati ya wewe na yeye. Kwa hiyo mwisho wa siku utaendelea kubaki mazingira uliokuwepo, ambao mwisho wa siku mwanamke huyo atakufanya wewe uonekane si kitu mbele ya jamii. Kwa hiyo hivyo ni vitu vichache ambavyo nimeona leo na nishare na wewe. Vinakuwaga ni vitu vya kawaida sana, lakini ukivitazama kwa jicho la tatu unakuta ni vitu ambavyo vinaweza vikaleta shida katika maisha yako. Lakini pia ndoto mbalimbali zinazohusiana na panya ni moja kati ya vitu ambavyo unatakiwa kukaa navyo sana makini. Bwana, kama ni mara yako ya kwanza, na kukumbusha tena, bonyeza subscribe, lakini unabonyeza alama ya kengele. Lakini kama wewe ni mdau wetu wa kila siku, basi endelea kufuatilia chaneli yetu.